Oh, haleluya ndugu zangu wasikilizaji mnafuatilia vipindi hivi katika mitandao. Mungu awabariki sana. Asante sana kwa juhudi zenu. Mnanitia nguvu hata nami. Tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote. Tuombe. Baba, tuko mbele zako kwa majira na saa hii. Tunazikataa kila kazi za adui, tunaikataa kila mipango ya shetani, tunaiharibu kwa jina la Yesu. Maana tunaijua mipango yake kuiba, kuharibu na kuchinja. Yote tunaijua, tunaikataa kwa jina la Yesu. Tupe kibali machoni pako tunapokwenda kusikia ujumbe huu. Wewe ni Mungu, ukamsemesha kila mmoja kwa namna yake anavyojua, anavyoweza kupokea wewe. Tunaomba na kushukuru. Amen. Amen watu wa Mungu. Kipindi kilichoisha tulikuwa tumezungumza habari ya alikuja kukusaidia ushinde. Tulisema huyu ni Roho Mtakatifu ambaye alikuja kukusaidia ushinde. Tulizungumza mambo mengi juu ya ujio wa Roho Mtakatifu, mengi tulizungumza. Mungu awabariki sana. Leo tunaingia katika ujumbe mwingine au somo jingine ambalo linalosema hakuna udhuru. Yaani tunaposema hakuna udhuru maana ya visingizio. Kwa maneno mengine tunaweza kusema hakuna visingizio. Nini maana yake hakuna udhuru au visingizio? Maana yake ni hii. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Nani haya maneno Mungu anamwambia? Haya ni maneno ya Mungu anamwambia Habakuki. Ukisoma Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2 unakutana na maneno haya. Sasa Mungu anasema na Habakuki. Habakuki, Mungu anapokuita si kwamba moja kwa moja anaanza kukutumia. Hapana. Kwanza Mungu ataanza kukutazamisha kitu chake ndani mwako. Hata we mwenyewe utaanza kusikia wito wa kumtumikia Mungu. Lakini mlango wa kuanza hiyo kazi hauonekani. Mwisho wa siku utaishia na kulia tu. Maana Habakuki kuna kitu cha Mungu kilikuwa ndani yake, lakini alikuwa haoni mlango. Lakini katika njozi anaona katika utumishi wa Mungu ndani yake, lakini haoni mlango wa kuanza kumtumikia Mungu. Tunaendelea sasa. Mungu alikuwa na maana gani? Hakuna udhuru. Alikuwa na maana gani? Kwa hiyo amemwambia Habakuki haya maneno. Anaendelea kusema nini maana yake kwamba ya kuandika njozi katika vibao ziwe wazi. Anasema moja ya vitu ambavyo unapaswa kuhakikisha unaviondosha katika maisha yako ni kuondokana na tabia ya kutoa udhuru. Ndugu zangu, Mungu anatuhimiza vitu ambavyo unavyopaswa kuvitoa katika maisha yako, kuachana navyo kabisa, ni udhuru. Fanya kile ambacho unapaswa kutenda. Sema kile unachopaswa kusema kwa wakati sahihi na kwa njia sahihi. Unasikia watumishi wa Mungu? Mungu anachotuambia, unachotaka kusema au unachotaka kutenda kwa wakati ule, fanya. Utakifanya kwa moyo na kwa juhudi sana. Pindi unapotaka kuishi maisha ya utukufu, nguvu, mafanikio na ushawishi, unapaswa kuepukana na visingizio na udhuru. Haleluya watu wa Mungu. Pindi unapotaka kufanya mambo yako, una malengo ya kufanya kitu fulani, kama ni biashara unatamani kuanza biashara, kama ni kusoma unatamani kusoma, basi kwa wakati ujue ni wakati sahihi wa Bwana amekufunulia hicho kitu. Usiweke visingizio katika hivyo vitu. Usiweke visingizio. Kama unasikia wito wa kufanya biashara, fanya biashara. Kama unasikia wito wa kufanya jambo fulani, kwa wakati ule unaosikia, fanya. Usiweke visingizio kwa wakati ule. Utampa nafasi adui na kuona ile hicho kitu unachoenda kukifanya hakiwezekani na hakina mafanikio. Ujue ni adui alisha kukamata. Kwa jina la Yesu, mapepo yote ya kukatisha tamaa yaondoke katika maisha yako. Toka kwa jina la Yesu. Na Mungu atasaidia sana. Kwa kadiri unavyokuwa
wakati unavyokuwa unatoa udhuru, hauwezi kuwa bora. Sikia Mungu anavyosema. Kwa kadri unavyozidi kutoa udhuru, huwezi kuwa bora. Hata kujulikana kwa ubora. Yaani huwezi kuwa bora wala kujulikana kwa ubora. Utukufu kwa sababu ni mwito wako ndani ya Kristo. Akikuita ili udhihirishe matendo yake makuu. Utaua ukamilifu, ufanisi ikiwa na maana ya ubora. Kwa hiyo Kristo amekuita ili ukamilishe haya mambo ambayo Kristo anayasema hapa. Anasema mpate kudhihirisha matendo yake ya ajabu. Matendo yake ya ajabu na kuonesha fadhila na utimilifu. Utimilifu yani ubora wa yule aliyewaita mtoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu. Andiko letu ni Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Kwa hiyo haya maneno yametoka hapa katika barua hii ya Petro, barua ya kwanza ya Petro sura ya 2 na mstari wa 9. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoamua kufanya jambo, tufanye jambo kwa nguvu zote na kwa jasiri wote. Hilo jambo kama haujashinikizwa na mtu, umelisikia kutoka ndani, utalifanya kwa moyo na kwa ufanisi zaidi. Lakini kama hausikii kufanya jambo, usifanye. Vyovyote vile utaharibu na utakosea sana. Pale tu unaposikia kufanya jambo fulani, lifanye kwa juhudi zote. Usilete visingizio, usiweke vikwazo katika hilo jambo. Itakuia ugumu na huwezi kuona njia ya mafanikio. Unapotaka kwenda kufanya mafanikio, lazima kuna vitu vitainuka, kwa sababu adui shetani huwa mara zote anapingana na wazo la Mungu. Unapofikiri kufanya jambo jema litakalompendeza Mungu, na adui atakutazamisha hilo jambo kwa wakati ule haliwezekani. Maana tunaposema kwamba kwa wakati upi ni wa Bwana. Wakati wa Bwana ni pale unaposikia sauti toka ndani inakuhimiza kufanya jambo fulani. Na kuna sauti nyingine itakuja itakusisitizia kwamba hilo jambo halina mlango na haliwezekani. Ikatai sauti ya pili inayokuonyesha kwamba hilo jambo haliwezekani. Haleluya, watu wa Mungu. Haya ni mapepo katika jina la Yesu yashindwe kabisa, yanaweza kuleta vikwazo katika maisha ya watu. Watu wanapokuwa na mipango yao mizuri juu ya kumtumikia Mungu, juu ya miradi yao, juu ya biashara zao, juu ya kusoma shule nzuri, lakini kuna kuja na vikwazo vya adui shetani, tunavikataa na kuviharibu kwa jina la Yesu. Na Mungu atawabariki sana. Isikieni sauti ile ya Mungu inayotoka ndani, inayokusisitizia kufanya jambo fulani, lifanye kwa uaminifu na kwa ukamilifu na kwa ufanisi. Itakudhihirishia matendo ya Kristo ndani yako, na Mungu atawabariki sana ndugu zangu. Mnaendelea kufuatilia vipindi hivi, msiache kuwashirikisha wengine. Subscribe YouTube na TikTok ile Tumhubiri Mngoni. Tutakutana hapo na Mungu atawabariki sana 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 sana. Nahitaji comment zenu na like zenu. Mnapo like na kucomment mnanipa moyo kuona kwamba kuna watu wanabarikiwa na jumbe hizi. Lakini mkinyamaza tu, hata nami mnanivunja moyo. Mungu atawabariki sana. Kwa kuwa muda wangu umeisha, ngoja tuishie hapa. Hichi kipindi tutaendelea wakati mwingine. Na Mungu atawabariki sana. Tuombe. Asante Baba, umetupa kibali machoni pako kwenda kusema na watu wako juu ya ujumbe unaosema hakuna udhuru au visingizio. Mungu, na imani kabisa wamebarikiwa juu ya ujumbe huu. Hakuna mtu atakayeona tena vikwazo mbele yake. Hakuna mtu atakayeona njia ni ngumu mbele zake, bali atakuona wewe. Na Mungu utatutangulia kwa kila jambo. Mfalme mwema, mbariki hata kameramani wangu, mtie nguvu. Bwana anapitia katika kipindi kigumu, lakini Baba wewe mponye. Ni kazi za adui tumeshazikataa. Hata nami nipe nguvu ya kuendelea kutumikia wewe. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen.